Oh yes, God bless you. Leo nitakufundisha mbinu 5 za kushinda roho ya ulevi. Kumekuwa kuna mgogoro sana kwenye imani ya Kikristo kama pombe ni dhambi au sio dhambi, tunywe au tusinywe. Leo nitatoa conclusion ya hili jambo kwa kufuata misingi ya kitabu cha Biblia takatifu, na nitatoa mifano kadha wa kadha, lakini nitaeleza mbinu 5 za kushinda roho ya ulevi. Kila kitu tunachokiona duniani, tabia yote tunayoona duniani katika ulimwengu wa mwili imeanzia kwenye ulimwengu wa roho. Aidha iwe magonjwa, iwe tabia nzuri au mbaya. Ukiona mtu ana tabia nzuri, kuna roho inamsababisha awe na tabia nzuri. Na vile vile ukimwona mtu ana tabia mbaya, kuna roho inamsababisha awe na tabia mbaya. Sasa ulevi ni roho, na kwenye Biblia roho hii iliwahi kuwashambulia hata watumishi wa Mungu. Na leo nitakutolea mifano ya kibiblia na nitakupatia mbinu kuu 5. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, kinaeleza vizuri zaidi na kinaeleza kwa kina sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 20 mpaka wa 25, unasimulia kisa cha nabii Nuhu baada ya kuweza kujenga safina, na baada ya gharika kuisha, na baada ya kutua kwenye kilele cha mlima Mount Ararat. Hapo ndipo alianza maisha yake mapya, na aliweza kulima shamba kubwa la mizabibu. Hapa ndipo kisa cha kwanza cha madhara ya pombe kinaonekana. Naye nabii wa Mungu Nuhu aliweza kupata mvinyo na aliweza kulewa zaidi, na ndipo moja kati ya watoto wake ambaye anafahamika kwa jina la Hamu alienda kumchungulia baba yake aliyekuwa amelala hemani uchi akiwa amelewa. Nuhu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, na Mungu alimtumia kwenye kujenga safina, lakini alijikuta analima shamba la mizabibu na kutengeneza mivinyo na kufanya haya makosa yaliyomsababisha mtoto wake kumchungulia. Akaona haitoshi, akaenda kuwaita na ndugu zake. Bila shaka alikuwa Shem pamoja na ndugu yake mwingine, nao waje wamchungulie baba yao, lakini wale ndugu zake waligoma. Na huyu anaitwa Hamu ndio baba wa Wakanaani. Kisa cha pili, nabii Lutu aliweza kutengenezewa mvinyo na mabinti zake wawili, hali ambayo iliyosababisha nabii Lutu aweze kutembea kimwili na mabinti zake wa kuwazaa yeye mwenyewe. Sasa hapo utayapima mwenyewe. Watumishi hao wa Mungu baada ya kutumia mvinyo, kipi kilitokea? Walifanya dhambi au hawakufanya dhambi? Nadhani una akili timamu. Conclusion ni walifanya dhambi. Kwa hiyo ndo maana ikapendekezwa isitumike kwa lengo kuu moja. Watu wakishaitumia huwa wapo katika hatari kubwa ya kufanya dhambi. Sasa leo nitakufundisha njia kuu au mbinu kuu 5 za kushinda roho hii ya ulevi. Na mbinu ya kwanza ambayo utaitumia zaidi ni toba ya kweli kwa Mwenyezi Mungu na kuomba ulinzi wa Mungu, na Mungu aiondoe roho hiyo. Ukisoma kitabu cha Yakobo 4 mstari wa 7, Biblia nayo inasema, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Ukimtii Mungu na ukipinga roho ya ulevi kutoka kwa shetani, nayo lazima itakukimbia. Mbinu ya pili, badilisha marafiki na mazingira. Yamkini ulikuwa unakaa mtaa fulani ambao unakunywa sana vileo pale, unaburudika sana. Ukitaka kuishinda hii roho, badilisha mazingira. Kuna baadhi ya mazingira yana laana ya kitu fulani. Badilisha marafiki. Kuna baadhi ya marafiki wana spiritual hizo, wana roho hizo ambazo
ukiwa nao karibu hiyo roho inakuingia. Ndio maana tu kuna mtu ukimuona unakumbuka kufanya jambo fulani. Kama mimi kuna rafiki yangu mmoja nikimuona nakumbuka tu tukaangalie mpira sehemu fulani. Na kuna mtu akimuona tu mtu anawaza kanywe naye pombe. Badilisha cycle ya marafiki zako na badilisha mazingira ambayo walikuwa nakushawishi mara ya kwanza uweze kunywa pombe sana. Kuwa busy na kazi. Kuwa busy na kazi. Muda umemaliza kazi unaweza kupumzika, lakini ukawa unatafakari juu ya ubunifu fulani. Hii hali itakusaidia kukuondolea ile hamu ya matumizi ya pombe kupindukia. Mbinu ya 5, weka mtu wa kukuwajibisha. Mpe mtu kazi tu, bwana ukiniona tu na kunywa pombe fulani au nipo kwenye kilabu fulani, nipige faini ya 30,000. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, "Yazi bwana mimi nimeshaacha pombe." Nikamwambia, "Wewe rafiki yangu huwezi ukaacha, wewe nakufahamu. Hakuna bwana. Ukiona nakunywa mimi tena pombe, nipige faini ya 10,000." Nikasema sasa kwa siku utakuwa unanipa laki sasa. Akacheka mwenyewe. Lakini alijitahidi kufanya hii mbinu. Nikamshawishi aache. Lakini namshukuru Mungu kwa neema. Sasa hivi amepunguza kwa kiasi kikubwa zaidi. Na mtumaini Mungu ndani ya muda mfupi atakuwa amekwisha acha kabisa. Mbinu ya 5 ni tafuta vikundi vya msaada. Yamkini kuna watu ambao waliwahi kuwa na madhara hayo kwenye jamii ambayo unaishi, na wakafuata njia nzuri wakaweza kutoka kwenye hicho kitengo ama kwenye hayo madhara. Na wewe ukisikiliza ushauri wao, makundi ya watu ambao washakufanikiwa kutoka kwenye kifungo hicho, basi ukisikiliza ushauri wao ule mzuri, ule mbaya unaacha. Sio kila ushauri ni mzuri. Kuna mwingine mzuri, kuna mwingine mbaya. Ule mzuri unaochukua, unaofanyia kazi. Wewe ni mtu mzima, unaweza kupima jambo hili ni zuri, jambo hili ni baya. Moja kati ya sifa ya kuwa mwanadamu ni kuweza kutambua mema na mabaya. Kwa hiyo ukifanya vitu hivi vitano, basi utaweza kuishinda vilivyo kabisa roho ya ulevi na utakuwa mtu mwenye maendeleo. Watu wengi ambao wanachelewa kufanikiwa maishani, wengi wao ni wanajikuta kipato chao bado, lakini wanalazimisha waingie kwenye makundi ya ulevi, kitu ambacho kinaathiri uwezo wao mkuu wa mafanikio maishani. Mungu akubariki sana. Niite mtumishi wa Mungu Lev Yaziel.